Watanzania walianza kuingiwa na wasiwasi mwaka 1971 wakati Idi Amin Dada wa Uganda alipochukua madaraka kwa nguvu na kuanza kuitawala nchi hiyo kijeshi. Mwanzoni Waganda pamoja na mataifa mengine walidanganyika, wakawa na matumaini makubwa juu yake kutokana na ahadi zake nyingi kwamba yeye ataitawala Uganda, kudai kwamba eneo la Tanzania lililoko kaskazini mwa mto Kagera katika mkoa wa Ziwa Magharibi ni sehemu ya Uganda. Mwaka huo huo alijaribu kutimiza madai yake na alishambulia sehemu hiyo ya Kagera, lakini Watanzania walikuwa imara na akashindwa. Hii hapana silaha ya miso, na hii mimi nafikiri ni mwanzo tu, iko silaha zaidi kutoka kwa ndege. Mwaka 79 tarehe 25 hiyo Julai, wanajeshi wa Tanzania, sio wanajeshi tu, wale wote waliopigana vita vya Kagera, kwa sababu vita vya Kagera ilikuwa imechukua mchanganyiko wa watu. Kulikuwa na wanajeshi, kulikuwa na mgambo, watu wengi kuna waliojitolea kwenda kupigana vita. Siku hiyo ndio wanajeshi, kundi hilo ambalo lilikuwa limepigana vita lilipokelewa Bunazi na aliyekuwa rais wakati ule na amiri jeshi mkuu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mimi nilikuwa kamanda wa kikosi maalum au kikosi cha komando. Bezi yetu ilikuwa Zanzibar. Mwalimu alipotangaza kwamba tuna nia ya kumpiga Idi Amin, tuna uwezo wa kumpiga Idi Amin, sisi tulichukuliwa kutoka Zanzibar kwenda Kagera. Na wakati huo huo Idi Amin alikuwa amevunja daraja. Kwa hiyo tulichukuliwa na kwenda moja kwa moja Kagera, tukawa chini ya brigade headquarters au makao makuu ya brigade wakati huo, kabla division kuanzishwa, ambayo ilikuwa chini ya General Kiweru. Tulimkuta kule General Kiweru, daraja ilikuwa imevunjwa na hakukuwa namna yoyote ya kwenda sehemu ya Tanzania ambayo ilikuwa imetekwa na Idi Amin. Kwa hiyo sisi tulichukuliwa na kuanza kufanya operation kuingia katika eneo ambalo lilikuwa limetekwa na Idi Amin. Na tulipoanza operation, kikosi cha wahandisi au field engineer walikuwa hajafika kule front line. Kwa hiyo hakukuwa na namna yoyote ya kuingia katika lile eneo ambalo Idi Amin alikuwa ameteka. Tulichofanya, tulianza kutumia mitumbwi ya kiraia ya wananchi. Na kwa sababu operations zetu tulikuwa tunafanya kwa vikundi vidogo vidogo, tulikuwa tunatumia mitumbwi ya kiraia, tunavuka mto Kagera, tunaenda kufanya reki kwanza. Baada ya hapo tulikuwa tunarudi eneo letu na kutoa taarifa. Baada ya kukamilisha taarifa nzima, tulianza kuvuka tukitumia mitumbwi hiyo hiyo ya raia. Baada ya kufanya reki ya kutosha, tukaanza kupiga majeshi ya Idi Amin na kurudi. Tunaenda tunapiga na kurudi. Baada ya field engineer kufika, tukawa tunavushwa na mitumbwi ya kijeshi ya field engineer. Baada ya muda ikatolewa amri na General Kiweru ya kupiga mizinga. Mizinga ilikuwa inapiga ya tirale na sisi tunaingia kupiga mle ndani. Katika hatua za mwanzo tukasecure lile eneo. Field engineer wakajenga daraja
mto Kagera baada ya kuhakikisha kwamba tumesha secure lile eneo, wakajenga daraja na vikosi vikaanza kupita. Kwa hiyo mwanzo, katika hatua za mwanzo nilishiriki kwa namna hiyo. Mimi nilikuwa kikosi cha mawasiliano cha jeshi. Baadaye nilihamishiwa brigedi ya 201 wakati ikiitwa Chui brigedi ya Mashariki. Nilikwenda pale brigedi, nilikaa muda mdogo kama sio miezi 4, miezi 5. Kukawa kuna zoezi la brigedi, ambazo zoezi la brigedi ilikuwa linafanyika Arusha. Wakati huo brigedi ya Mashariki ndio ilikuwa inachukua kanda yote ya kaskazini, mikosi Dar es Salaam yote, Tanga, Arusha. Mimi nikawa mmoja wa watu walioteuliwa kushiriki hilo zoezi. Niseme sijui bahati mbaya au nzuri, nilikuwa mwanamke peke yangu kama mtu wa mawasiliano. Wakati huo tunaitwa maopareta. Tukatangulia kama kundi la kwanza la kutangulia, tukiwa tunasubiri kundi kuu litakuja nyuma. Tukaenda pale Arusha, wanaita Sofa siku hizi, lakini ni pale Arusha Monduli chini. Tukawa tumekaa tukisubiri kundi kubwa lije ili zoezi lianze. Wakati huo mimi nilikuwa askari, kama nilikuwa na askari mdogo, nilikuwa ni mwenye cheo cha koplo. Tulitegemea tungeanza tarehe 1 au tarehe 2 tu, kwenye mwanzoni mwa mwezi wa Novemba ilikuwa hilo zoezi lianze rasmi. Lakini tukaona zoezi alikuanza na wale wenzetu hawakuja. Lakini baadaye nilikuja kujua, kwa sababu kama nilivyosema mimi niko operator, kwenye message zilizokuwa inapita kwamba kundi kubwa limeshatangulia linaendelea mbele. Naendelea mbele wapi? Mambo mengine nafikiri wakubwa ndio walikuwa wanajua zaidi. Tarehe 2 nakumbuka mwezi huo wa 11, Mwalimu akiwa Songea, hayati baba wa taifa, ndio ambaye alikuwa amiri jeshi mkuu, alitangaza vita vya Kagera. Jana ametangaza mwenyewe kwamba ni kweli majeshi yake yamevamia nchi yetu na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini mwa mto wa Kagera, kwamba tangu sasa sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda inavyotawaliwa. Ndivyo alivyotangaza mwenyewe. Sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi kwa sasa ubishi uishe. Sasa hiyo ndiyo hali. Tufanye nini? Tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja tu. Ni kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao. Sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Apigwe nduri amini! Apigwe nduri amini! Apigwe nduri amini! Nduri amini apigwe! Kwa hiyo watu wengi waliokuwa wamekusanyika pale kwa ajili ya zoezi, maana kulikuwa wanamgambo wengi na watu wengi wakaanza kuondoka. Kesho yake watu wakaanza kuondoka lakini mtikio kwa ni mkubwa. Wananchi baada ya Mwalimu kutangaza, na aliomba, nadhani alielekeza kwamba mwenye chochote pia aweze kuchangia.
Kuna watu walileta mang'ombe, walileta kila kitu pale. Sisi baadaye tulikuja kuondoka pia, tukaenda Nyegezi, tukawa pale kituo cha Nyegezi, tukakaa pale, ndio ikawa kituo chetu cha nyuma. Na baadaye tulivuka ng'ambo, tukaingia Uganda, tukaendelea kufanya kazi yetu kama operator, kazi yangu kama operator wakati huo. Na kwenye vita operator ndio anayepiganisha vita kwa kweli, kwa sababu kwa mfano wakati ule ilikuwa hakuna mawasiliano mengine zaidi ya redio. Ilikuwa mawasiliano yote ni redio, ili mzingo upigwe, ili mtu wa logistic apeleke vifaa mbele, afanye nini wa mbele, aombe msaada, lazima atumie redio. Kwa hiyo tukaendelea kufanya kazi. Tumefanya kazi kipindi kirefu kidogo. Baadaye mazingira kidogo yakawa magumu. Mimi nilirudi tena Nyegezi, baadaye nikarudi kwenye kikosi changu cha awali. Baadaye tena nikarudishwa. Vita viliendelea, vikapiganwa. Baadaye nadhani waliposhika Entebbe, wakashika Kampala na maeneo mengine, tukaenda pale nikapelekwa Entebbe. Anafanya kazi pale. Nakumbuka tarehe 25 mwezi wa 7. Vita vikao huku kwanza viliisha. Tukiwa pale Entebbe tuliagwa. Watanzania waliokuwa wameenda kushiriki vita hivyo waliagwa Entebbe. Nakumbuka kwa watu wa Entebbe tuliagiwa pale Lake Viki. Kuna hoteli moja inaitwa Lake Viki. Sijui kama mpaka leo inaitwa Lake Viki. Tulicheza muziki na silaha zetu mgongoni. Bendi ya Kimbunga JKT walikuja wakaimba wimbo moja mzuri sana na walikuwa mtamu sana. Tukacheza muziki mpaka asubuhi. Nadhani siku hiyo tukapumzika, kesho yake ndio tukavuka kuja kupokelewa Bunazi. Ndio ninavyokumbuka. Na baada ya mapokezi ya Bunazi mimi nilirudi Entebbe kwenda kuendelea na kazi mpaka mwaka 80 ndio nilirudi. Tukio ambalo mimi nasema lilisaidia sana kuleta ushindi kwa kikosi chetu cha komando ni matukio ya kuvuka mto Kagera mwanzoni kabisa, wakati daraja limevunjwa. Hakukuwa na namna nyingine yote ile ya kwenda kwenye eneo letu ambalo Idi Amin alikuwa ameteka, lakini wale vijana walifanya kazi kwa ujasiri sana. Kama nilivyosema, kwanza vijana field engineer walikuwa hawajafika eneo la vita. Vijana walikuwa wanavushwa na mitumbwi ya kiraia ambayo kwanza ilikuwa ni hatari, lakini pia huyu anayetuvusha tulikuwa hatuna uhakika naye. Kwa hiyo ilikuwa ni vitendo vya ujasiri, na kwa hiyo ndio iliyosaidia kujenga daraja la mto Kagera, kwa sababu bila hivyo daraja lisingeweza kujengwa. Watanzania kwa ujumla wake, na mimi labda na uzoefu wangu kwa maeneo niliyopita. Kwanza uzoefu wa vita hiyo vya Kagera, mimi nimeshiriki ulinzi wa amani Sudani Kusini, nimeona. Nimekaa na maeneo mengine, na kama nimekaa pia Burundi kama mwambata jeshi na maeneo mengine. Watanzania kidogo sisi tuko tofauti. Kwanza Watanzania tuna upendo wa ajabu sana. Tuna upendo ambao, yani kwanza mtu akikujua, unaweza kukaa na mwenzako kabila tofauti, dini tofauti mahali, watu wengine wasijue. Wakaja kujua labda baada ya muda mrefu sana. Kwa nini? Sisi kwanza huwa ni ndugu kweli. Hamasa ya wakati ule
ilikuwa hamasa kubwa, iliwajumlisha Watanzania wote. Kama nilivyosema pale, mimi niliona kwa macho yangu kule Bukoba na pale Arusha, namna ambavyo Watanzania walijitolea. Kuna waliotoa magari yao, waliotoa vyakula, walitoa mahindi, walitoa maharage, walitoa ng'ombe, walitoa kondoo, walitoa mbuzi, ili kuwawezesha Watanzania waliojitolea kwenda kupigana kwa ajili ya nchi yao. Sisi tuna upendo wa ajabu sana, tofauti na maeneo mengine. Na ukiangalia kiutawala, inawezekana wenzetu tuliopigana nao walijiandaa sana, lakini mimi ninaweza kusema labda walikosa kitu. Walichokosa ni umoja, hawakuwa pamoja, ndio maana tukawashinda kiurahisi. Sisi Watanzania ni wamoja, tunapendana, na bahati nzuri sana Watanzania sisi hatupendi tabu. Hatupendi tabu. Tunapenda amani, tunapenda upendo. Ndio naweza nikazungumzia hiyo. Mimi ningesihi uongozi uimarishe jeshi la akiba. Ni muhimu sana katika ushindi katika vita. Jeshi la akiba lilisaidia sana kutuleta ushindi nchi yetu. Kwa hiyo nawasihi viongozi waimarishe jeshi letu la akiba. Na wakati ule kulikuwa na chama kimoja na mitandao ya kijamii ilikuwa haipo sana. Kwa hiyo watu walikuwa hawana ushawishi wa watu wengine au vyombo vingine vya kuweza kuwarubuni. Sasa hivi kuna mitandao mingi ya kijamii. Mimi nasihi vijana na hasa wa kizazi hiki, wanatakiwa wawe wazalendo kwa nchi yetu. Hatuna nchi nyingine, tunayo nchi moja tu ya Tanzania. Hatuna mahala pa kwenda, bali tuna ni petu hapa Tanzania. Kwa hiyo nawasihi vijana wawe na uzalendo kwa nchi yao au kwa nchi yetu ya Tanzania. Tujifunze kuendelea kuwa na upendo, lakini huu upendo hatuwezi kuanzia juu. Ni lazima tuanzie chini kwenye familia. Tunavolea watoto wetu sisi wazazi, tuwalee katika upendo, kuipenda nchi yao, kupenda na viongozi, kwa sababu ukiwa nyumbani, mzazi wako nyumbani, si ndio? Sisi ukitoka kazini, ukiwa kazini, kiongozi wako ndio mzazi wako. Unatakiwa mheshimu jinsi ambavyo naheshimu wazazi wangu, na ndivyo inavyotakiwa hata kiongozi wako mheshimu. Na hii haiwezi kuja tu, sisi tulilelewa kuanzia nyumbani. Unaambiwa ukiwa kazini, heshimu wa viongozi wako. Viongozi wako ndio wazazi wako. Hata ukienda shule unaambiwa mheshimu sana mwalimu wako. Mwalimu wako ndio mzazi wako, kwa sababu ndio anakuangalia kwa wakati huo. Kwa hiyo kitu cha kufanya ambacho mimi nafikiri cha kuendeleza kizazi chetu ni watu kuendeleza kuwalea watoto katika hali ya upendo, kuwafundisha watoto wapende nchi yao, wapende pia na viongozi wao, waipende nchi yao na wapende viongozi wao, kwa sababu hatuna nchi nyingine. Hatuna nchi nyingine, kama ambavyo hata viongozi mara nyingi wanasema hatuna nchi nyingine, nchi yetu ni hii. Kuelekea siku ya Mashujaa, na si sana makamanda na wapiganaji waimarishe, wasisitize mafunzo wakati huu wa amani, ili itakapotokea vita basi waweze kushinda vita kwa urahisi.